Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha swalatil mar'atu hamsaha, pindi atakaposwali mwanamke swala zake 5, waswamat shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake, wa ata'ati zaujaha, na akamtii mume wake, qila laha, pamesemwa kwa huyu mwanamama, idkhulil jannata, ingia peponi, min ayi abewabil jannati shiti, kutokana na mlango wote wa pepo unaotaka. Huyo ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiatazama maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yakini kabisa, utagundua kwamba mwanamke yoyote ile ipate pepo Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima afanye mambo haya aina 4. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameanza kwa kuitaja swala, akitambua kwamba swala ndo kabla matendo yote ya mja. Lakini unaweza kujiuliza katika akili yako, kwa nini Mtume amataja na katika hadithi hii ina maana wanaume haitaki pepo? Hii ni kwa sababu al-ummu madrasa, mama ni shule. Idha adaktaha, pindi atakapoandaliwa vizuri mama huyu, adakta shaban, umeliandaa taifa, twaiban ara, lenye asili nzuri. Leo hii mama akiwa muovu, tutegemee nini katika kizazi chake? Mama ambaye tunamwamini ndiye mlezi wa watoto nyumbani. Sasa mama huyu akiwa swali, je, watoto anayewalea ataswali? Imefikia hatua mama hakusoma madrasa, basi hata watoto atakataza asende madrasa kusoma dini yao kwa kuamini kwamba atapoteza muda tu. Sasa mtoto aina hii vipi ataweza kutekeleza ibada ya swala? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutuhusia kwa akina mama ili waipate pepo Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale aliposema waswamat shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, hili pia ni jambo ambalo limewafanya wanawake wengi wasipate pepo Allah subhanahu wa ta'ala. Inapofika mwezi wa Ramadhani, watu wengi utafutia sababu ili tu wasitekeleze ibada ya funga. Leo hii sisi wanawake Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia tawfiki katika ibada ya swala pale tutakapopatwa na dharura. Lakini dharura hii itakapotupata ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi pale mwezi utakapomalizika tumeamrishwa tuzilipe zile siku tulizoziacha. Maasafi shadide, wanawake wengi mpaka leo hii tuna madeni. Ramadhani nyingi zimetupita bila kuzifunga, wengine wamekufa hali ya kuwa baada anadaiwa. Enyi akina mama, vipi tutaipata pepo Allah subhanahu wa ta'ala sisi wanawake? Pia jambo la tatu ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutuhusia kwa akina mama pale aliposema wahafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake. Allahu akbar! Yaani leo hii dunia ilipofika ilikuwa ni ili uonekane ni mwanamke wa maana, basi ni lazima uoneshe sehemu ya mwili wako. Enyi akina mama, wanawake tuna lazima kubwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipatapo kueleza moja miongoni mwa maadili za kiyama ni kuona watu wakitembea uchi, na katika hili wallah wanawake wamesimama mstari wa mbele. Kwa hakika hawataweza kuipata pepo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutuhusia kwa akina mama ili waipate pepo Allah subhanahu wa ta'ala ni pale aliposema wa ata'ati zaujaha, na akamtii mume wake. Swali la kujiuliza, katika zama tulizokuwa nazo wakina mama wanawatii na wanaheshimu waume zao? Turudi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia Bi Khadija alikuwa tajiri sana, mwenye pesa na mali nyingi. Pamoja na hayo yote, ndugu zangu, Bi Khadija hakuweza kumvunjia heshima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata mara moja. Enyi akina mama, hili ni jambo zito sana. Kuna wanawake wataingia motoni kwa sababu tu hawana desturi ya kuwatii na kuheshimu waume zao. Sasa nini kifanyike ili akina mama ipate pepo Allah subhanahu wa ta'ala? Kwanza kabisa, mwanamama atakuwa kutekeleza ibada ya swala, na kila mmoja wetu atakuwa kutekeleza ibada ya funga ipasavyo kwa kuepuka zinaa, pamoja na kumtii na kumheshimu mume wake. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia pepo ile tukufu pamoja na haja yake waliowema insha Allah.